ambazo tulizinunua juzi kwa sababu ya kazi ya biashara zetu inakuwa changamoto sana, kwa sababu wakati huu wa mvua barabara zetu zikiwekwa mara wanamwaga ile mayo kubwa kubwa, inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu motorbike zetu zinaharibika sana every day. Tukiweza kupata ile mapato yetu kidogo, unapata hiyo bodaboda tuipeleka pa mara pale ikaanza kutengenezwa, na ikakuwa ni changamoto sana zaidi. Pia kuna changamoto sana ya biashara zetu, kwa sababu tunapotembeza hizi mizigo zetu na bodaboda unapata kuna ile changamoto ya insecurity, kwa sababu pia tata zetu zimekuwa ni mbaya. Unapata tunanyang'anywa zile vitu ambavyo tunasafirisha hapa na vile iko inatuinua, sababu ni watu wengi sana wanategemea. Mtu anakuandika, unaishi na nduthi yake, unaishi kulipia, lakini wewe ujisaidi, unasaidia kwa mwingine. Ikifika akitaka kuchukua yake anaenda, inaacha vijana hawana kazi. So hii ni njia moja, mtu anajipatia yake, anasimama hadi familia yake. Ombi yetu kwa serikali ni tuangalie mambo ya mafuta. Tuangalie mambo ya mafuta, tunaweza bado hata sisi kujiinua. Kitu ningependa kuomba serikali ni kwamba msaada ambao serikali inapeana wa kuempower vijana wa bodaboda ama ambao wako kwa sekta ya bodaboda iweze kufikia watu wote ambao wako kila mahali nchini. Ombi letu kwa serikali kuhusu hii mambo ya empowerment, tunaomba kitu moja tu. Juu sasa kama vile ukipewa bodaboda kama hii, ile gharama ya maisha iko juu sana. Tungeomba tu tupunguziwe bei ya mafuta. Juu sababu tukikunywa mafuta na tuende na hizi bodaboda zetu tunahesabu hasara. Ukifika masaa ya jioni unahesabu hasara, una kitu unasapelekea watoto. Ombi letu tu kwa serikali ni moja tu. Tupunguziwe bei ya mafuta ili tuweze kujitimu maisha. Mwenyekiti wa bodaboda Mpagwa, ile shida tunapitia kwa kila siku, kwa sababu hawa wana bodaboda hakuna kazi nyingine wanategemea hii pikipiki. Kwa hivyo asubuhi akiamka anakuja kwa pikipiki. Wakati mwingine mvua inanyesha, hawa wana bodaboda kama ningeulizwa na wanasiasa, ningeomba tu wasaidiwe na mwavuli, na pia kuna barabara zingine zimeharibika. Ukijaribu kuambia mwanasiasa hivi hataki kuangalia hiyo barabara. Nashukuru sana mheshimiwa Kuria kwa sababu barabara nyingi ametengeneza. Hata Jogona namshukuru sana kwa sababu ametengeneza barabara zingine. Lakini kuna zingine huyu mtu ukimbeba kuna mahali anataka umuingize na hawezi kulipa kabla umfikishe mahali pale. Ningeomba tu wanasiasa, kwa sababu sisi hutumika sana wakati wa siasa. Hata saa hii wakati hakuna siasa tunafaa na sisi kilio yetu tunaongea kinasikika. Naomba sana wanasiasa, tafadhali muache kuingilia sekta ya bodaboda, kwa sababu ukiingilia tunaleta ugomvi. Wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Ningetaka wanasiasa watusikize na tupewe mwavuli, kwa sababu hili wakati tafadhali. Naitwa Jona Kibenyeri. Mimi ni mzaliwa wa hapa Elbagon. Watu ni hapa na the best hapa Salama. Na kwanza ningetaka kusema barabara yetu ni mbaya kwa kunyesha. Kwa sasa hivi tunatengenezewa, lakini mingi zimeharibika. Ndogo sana imeharibika. Kwanza pengine inaitwa Maria Road hapa. Tunapoenda kuteremka na zidi unaambia customer shuke kwanza. Juu iko na mabonde kidogo. Sasa tungekuwa mwenye kunosaidia tushikilie barabara, tunaweza sema ni asante. Swali langu ni je, wakati unabeba watu, ushaikutana na mtu akakunyang'anya pesa ama mkaweza kukua na yale majibizano wakati wa malipo? Hapo si siri. Kwanza mimi nimefungua pochi. Nilipeleka askari huku Kibunja. Alinipiga kipindi. Tulilipishana 7. Kufika huko alinipea 300. Hiyo 300 bado wakalibasi. Hiyo kitu iliniuma sana. Sasa lazima tunaangalia pochi. Ukiona tumefungua mapochi ni venye tumefanyiwa. Na wakati mmoja wenyu ameumia, je, ni hatua zipi ambazo nyinyi huchukua? Sisi huwa ile itakuwa mazuri ama iko mabaya, kwa kile kitu tumeambiana tunashikiliana. Kama ni kila mtu 500 tunashikiliana, zikisanyika zote tunaenda kwa hiyo mmoja wetu. Ingine hata kuna ndugu mmoja tulikuwa na yeye hapa akaumia tu akiwa kwa barabara. Ningeomba saa zingine hata sisi tusiangalie. Na pia ningetaka watu tutafute hii insurance ya kukava
kama ni kureject SHA, tutafute hiyo SHA inaweza kusaidia, kwa sababu kuna ndugu yetu hapa aligongo akavunjika mguu na tukaenda tukachukua SHA hiyo siku tukamlipia 89,000, na pia ningependa hata sisi tushikane na tuchukue hiyo kitu ili iweze kutusaidia, kwa sababu hatuna mtu mwingine wa kutusaidia. Barabara mbovu ama poor roads, na kama sahi wakati wa mvua imekuwa tatizo kubwa sana. Barabara mingi hazipitiki, matope imejaa huku, na hiyo ndio challenge kubwa kama wanabodaboda tuna face, na tunaomba kwamba uongozi kama tunaweza tengeneza barabara, haya mambo mengine tunaweza kuwa tumeridhika kwanza. Kwa sasa sina mengi, ningeomba tu viongozi wa hapa Elbago, tunaomba tu kwa unyenyekevu tuangalilie barabara zetu. Sasa wakati mwenzenyu ameumia katika wakati yako kwenye shughuli za kikazi, nyinyi hufanyaje ili kuhakikisha ya kwamba amepata matibabu? Tunashirikiana tu kama wanabodaboda. Hapa hakuna lingine, tunasaidia tu kama wanabodaboda. Tunajua venye atashughulikiwa. Kwa maneno wanatambua Mtukutu. Mimi ni ule kadere hapa, mimi ndio nabebaga watu stage ya Faiba. Kwa manze na appreciate manze tupewe kita hapa Faiba. Watu wanapigwa tisa mbaya. Unacheki? Sasa nataka utuambie shida zenye mnakumbana nazo wakati mko kwenye kazi zenyu. Manze unabebaga mtu maybe akoma vitu zake, ameelewa. Nenda kumitisha kichada anakuambia ana do. Utafanya nini? Manze nimechoma. Unacheki? Unajua uchumi wa saizi wenye imekuwa. Ni ile kidogo tunapata. Tumejisabu tunao. Unaweza ambiaje kwa mfano Gen Z, unaweza waambiaje wale ambao wanasema hawana kazi? Gen Z. Mimi naambia tu mimi wajitume tu. Wajitume best. Hakuna kitu yenye haiwezi happen kijituma. Na kwa mfano wakati unabeba na bodaboda, ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo? Kwa mfano tuseme unaweza enda hivyo mafuta, mambo ya mafuta iko aje? Bana, unajua changamoto ni mingi. Unaenda nduzi bei imekuzimia, mdunga ruba customer kwenye unaenda imetoboka hivyo. Wacheki yote ndio nyingine imepisha ni kidogo, inabidi utoboke kifuko hivyo hivyo. So na mwito wako kwa serikali ni upi kuhusu wanabodaboda? Kuhusu wanabodaboda, unaona ile kibanda iko pale? Mimi naweza omba tu ndio wengine. Hebu cheki pale, mrike pale na cheki. Ile ndio mboka yetu. Kwamba barabara zimeharibika sana, kwanza kwenda Mojosoni, napopita mahali pale, tunapita ngapi ya maji na tena mgongo wetu unaharibika. Naomba serikali ingeweza kutupatia urahisi ili hata viungo zetu wakati tunaharibika tunaweza kuwa na urahisi wa kutengeneza. Tena tungependa hata bei ya mafuta inaweza kushuka, maana kwa na changamoto, mafuta ilikuwa na bei kali. Tena hata kazi yetu imepungua, kwa maana watu wengi wanaendelea kwa hii kazi yetu ya bodaboda. Lakini tukiangalia mambo ya insecurity kwa watu, wakati wa mfano umebeba kutoka mahala hapa hadi pengine, tunasikia kwamba kuna watu wengine wanaenda, mtu anauliwa, ananyang'anywa bodaboda ya insecurity katika kutenda kazi zetu kwa hapa kuna mbaya wote wa changamoto za security kwa poa. Moja tu kuna shida kidogo ni katika barabara au waendeshaji wa matatu wamekuwa wakisimama kila mahali, kwa hivyo wanafanya kuwe na ajali kwa sababu hawana mahali pa kusimama. Lakini ukiangalia na yale shida ambazo watu wanapata nazo, kwa mfano tuseme mmoja wetu ameumia, mmoja wetu wa bodaboda ameumia. Je, nini kwa hatua gani kuhakikisha kwamba atapata hospitalini, mmemsaidia na familia yake pia mmemsaidia? Kwa tunasikana pamoja na kuchanga pesa kutoka kwa yetu, tunaweza kusaidia sisi
Najua ukiangalia, je, mko na zile vikundi ama SACCOS ambazo kuingilia kati zinawasaidia kama watu wa bodaboda, ama mko na zile vikundi ambazo kama watu wa bodaboda huwekeza ndani? Bado hatujapata wafadhili, lakini sisi wenyewe kuna vile tunajipanga kama kwa stages. Na je, mko kama watu wa bodaboda, je, mnakuwa na project unasema kwamba hii project ni ya watu wa bodaboda, hii project tumeanzisha, je, mko na project kama hizo? Bado hatujaweza kuwa nazo, kwa maana tumekuwa na changamoto na kazi kwa vile bodaboda zimekuwa nyingi. Sasa hatujaweza kupata ile wakati ya kupangana kutengeneza SACCOS ama sasa SACCO iko lakini haijakamilika. Tunaendelea kukamilisha hiyo mambo na SACCO, na najua tukifikia Januari hiyo mambo yote tutakuwa tumekamilisha. SACCO, we are thinking of having a SACCO ziko, lakini tunataka we want to incorporate kila mtu akwe kwa kila kitu. Kuna wenye watu, kuna SACCO ziko, kuna wenye wako lakini si wote. But in time we will ensure that kila mtu anaingia kwa SACCO so that aweze pia kufaidika. Ukiangalia swali la mwisho na ambalo naweza kuzungumza, kuna watu wanasema kwamba sekta ya bodaboda imeingiliwa na wakora wengi. Wengine wanasema kwamba watu wa bodaboda ni wakora, huwa wanakora watu, yani ama wananyang'anya watu kimabavu, yani kutumia wizi wa kimabavu. Je, hilo swala wewe unalionaje? Kusema kwamba watu wa bodaboda hapo kwa kweli hiyo mambo imeingiliwa na watu, maana kila mtu anajua. Kwa hivyo kuna wale ambao ni wahalifu na wameweza kununua bodaboda zao ndio kutekeleza mambo maovu, wanadai kwamba wana bodaboda. Kuhusu wana bodaboda kuingia kwenye hayo makundi ya uhalifu, it's not true. Na kama hapa wana bodaboda hapa tunajua na wote wenye wote wanabebea hapa, na siwezi nikakwambia kuna mmoja ama mwingine ambaye atashai kupatikana katika uhalifu. Ni wakora tu wanatumia bodaboda, they just take the advantage. Na kama hapa kila stage iko na namba, so tungewahimiza pia wakaaji ama mtu yote ukiona mwana bodaboda mwenye hana namba ya usajili fulani, kama kwa example anabebea stage salama kwa namba hii, hiyo unafaa kuwa hata kuripoti. Sasa tunaelekea Christmas. Sasa barabara kuna ajali mingi sana. Tafadhali tujaribu kuangalia sana. Tunaangalia ndugu zetu wenye wako barabara na pia sisi tunajiangalia kwa sababu tuko na familia zimetupokea nyumbani. Ningeomba sana wanabodaboda wakati wa Christmas tuende vizuri. Na pia kuna vijana, kuna watu wanapea vijana pikipiki, vijana wadogo hawana kitambulisho, hawana license. Sasa hao vijana tafadhali mkiwapea pikipiki wanakimbia hizi barabara. Kuna watoto wanavuka. Pia kuna bodaboda amebeba customer. Yeye anaenda polepole, huyo anakuja anamgonga. Tuangalie sana kwa sababu kuna ajali nyingi sana wakati wa Christmas. Ninaomba tu tuzingatie sheria za barabara. Hatutaki kupata maafa yote. Tuwe waangalifu na pia wakati. Kwa sababu kama sasa unaona kuna ni msimu wa Christmas tunaelekea na mvua ni nyingi. Ningeomba tu tuzingatie tu sheria za barabara, tuwe waangalifu ili tusikue tunapoteza mioyo.